Wanasema ati mimi niende nipige magoti kwao. Hata ukipiga magoti, ati nimuoshe sufuria, nioshe bakuli, nioshe vikombe kwake, ati ndio nipate kura ya Mount Kenya. hata ukiosha vyombo, hata ukiosha watoto wetu. Really? Yaani tumefika hapo? Hata wakoloni hawakutufikisha hapo. Hata slave traders hawakutufikisha hapo. Hiyo imepita kiwango. Hata ukichukua watoto wetu uoshe, hatuwezi chagua wewe. Tumemalizana na wewe. Mkwaruzano wa kisiasa. Karibu mtazamaji, ni karibu msikilizaji wangu pale popote ulipo. Hii ni 2W Media na mimi ni presenter Wekeza Waswa ambaye inakuandalia makala haya ya mikwaruzano ya kisiasa, na tunaangazia siasa, wanasiasa mbalimbali ambao wamekuwa wanakwaruzana papa hapa katika sehemu zao, katika ndimi zao. Na hii leo gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Makelo Lusaka ameweza kuahidi wakazi wa Bungoma wakati anapofanya kampeni za kumtafutia uungwaji mkono Rais William Ruto katika muhula wa pili. Amesema hivi kwamba Rais William Ruto atakuwa anajenga barabara ya Mau Summit ambayo inatarajiwa kupitia katika kaunti ya Bungoma, kaunti nambari 039, kwamba amesema ikifika tu pale Chimoe, yani katika kaunti ya Kakamega, eneo la Chimoe kwenye mteremko, barabara inasukumwa tu na inafika kaunti ya Bungoma. Wacha tu msikize Gavana Lusaka mwenyewe anasema nini. Tunapiringisia tu alafu inakuja upande. Ebu Gavana, rudia vizuri, hawajakusikia. Hawajakusikia. Tunapiringisia tu alafu inakuja upande. Wei, Gavana Lusaka, tukiachana na hayo, ebu fundisha akina mama kupiga chapati. Niwaulize mama, wewe ukitengeneza chapati unawekanga upande moja ama unapindua? Si unapindua ndio inakuwa chapati. Hiyo sasa ndio two term. Azie, umesema kwamba sisi wa Kenya hatutapanda ndege kwenda Singapore. Tutaionea wapi? Sisi hatutapanda ndege kwenda Singapore. Didmas Baraza amekuwa na tabia mbaya kwa muda. Ala, naona mambo hapa imechacha sana. Hebu tuachane na hayo ya Gavana Lusaka kidogo tu, tukiangazia mambo ya chapati. Hebu aliyekuwa mbunge wa eneo bunge la Kandui Wafula wa Munyinyi amesema Mheshimiwa Didmas Baraza ati wewe uko na tabia mbaya. Anyway, na wewe Gavana Lusaka hapo unasikia aje? Unasema aje? Hebu jibu Mr. Wafula wa Munyinyi pale. Ukubise byenye nango mwana omundu sinduta. Ngeba kwako kale kwapanga draft. Ngeupe draft no senda si benya kukulya no senda sikere ne upabyone kabari mwanje monje. Nikoke vandu befwe. Omwana omundu anyole sindu shukuru. Niyo kakuonie muchuli. Mshukuru. Na baadhi ya mundu. Wewe hata mimi ukinitakia mabaya wewe kama unalika kolendi. Kafana Zakari. The United Opposition. Tunaona mnakula denzi kweli kweli. Andrigiji, mbona wewe umekuwa tu too much kwa President William Ruto? Why? Nani ameiba Nzoia? Nani ameiba Mumias? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu matibabu? Nani anahangaisha Waluya? Nani alipiga watoto ya Gen Z? Nani aliua Gen Z? Nani alisema vijana wapigwa risasi mguu? Kasongo aende asiende? Choka sasa, we are tired now. Chane tu na mambo ya Mandrigiji na Kasongo. Anyway, hayo ni yenu, hata sisi hatupo. Imekuwa hapo masaa 5 inaingia saa 6. Tulikuwa kwa manyumba tumelala tu, tumetulia hata na mapipi zetu. Tukasikia tu nje pum. Tukauliza mbona nje kumenuka hivyo kwa hii barabara yetu? God have mercy upon us. Nini kinawasumbua? Ni nini kinawasumbua? Lakini hebu angalia, eti wewe lazima umekataa, hawezi kuomba msamaha, hawezi pigia mtu magoti ati ndio pewe kura. Wallahi. Haya ndio huyo. Nyinyi hebu jibu Mandrigiji, mimi usiniambie, usijaribu kuniambia chochote, ambia Mandrigiji, alafu mkigombana huko sisi atumo. Shauri. Wanasema ati mimi niende nipige magoti kwao. Hata ukipiga magoti, ati nimuoshe sufuria,
nioshe bakuli, nioshe vikombe kwake, ati ndio nipate kura ya Mount Kenya. Hata ukiosha vyombo, hata ukiosha watoto wetu. Really? Yani tumefika hapo? Hata wakoloni hawakutufikisha hapo. Hata slave traders hawakutufikisha hapo. Hiyo imepita kiwango. Hata ukichukua watoto wetu uoshe, hatuwezi chagua wewe. Tumemalizana na wewe. Na mimi nitapiga magoti mbele ya Mungu. Lakini ati mtu ako pale, ati nani nipige magoti kwake? Hiyo ni ngumu sana. Haiwezekani bana. Huyo ndio kiongozi tunataka wa kesho. Ujitayarishe ufuate Kasongo Sugoi. Huko utafute kazi hata kama ni ya maid. Nasikia juzi walikuwa wanasema huyu mama akuja anipikie huko Sugoi. Mimi niko na bibi bwana. Hello, baby. Niko na bibi anaitwa Rachel, anajua kunipikia. Sasa nikiambiwa nikuje Sugoi haki utaweza bibi wawili. Joroge naye ataachwa na nani? Siangalau tumuachie Rachel na mimi niwachiwe Maua. Ati kwa sababu huyu mama amekataa kwenda kumpigia magoti, ati anaita huyu mama Tugunia. Wewe uko na bibi anakuweza na anakupikia vizuri, anaitwa Rachel. Mimi niko na mzee wangu na this is my hometown. Anaitwa Peter Joroge Maua, na ndio naitwa wa Maua. Tijemo umemupa ni wake namba 8. For your excellency. Rais Ruto ni fire si fire. Huyu fireman anatosha ama atoshi? Nimekadia Kasongo. Anategemea mtu anaitwa Soprano ati amsaidie. Wanamuita majina. Ati Soprano, ati nini, ati analamba nini. Soprano ni bure si bure. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa. Nyinyi mnao mdharau huyu profesa. Anawashinda akili mara 100. Ile mtu ya Maragwe. Hamuwezani na huyu bwana. Analia machozi. Ameitwa hapo na Soprano kupewa Brufen. Kasongo apewa Brufen asipewe. Kichwa inamuuma. Mimi naambia hawa wananchi, vile tulisema hatupangui ngui, hata leo hatutapangwa na mtu mmoja. Sikimani Ichung'wa ni accountant. Si anaweza kwenda kufanyia Kasongo hesabu ya shamba yake? Kama wangekuwa na akili, si wangekuwa wametuambia kazi gani wanataka kufanya? Mr. President, ebu simama pale, ngoja. Eti Manrigiji apeane aseme kazi yenye anafanya. Anyway, Manrigiji, umesikia kenye President William Ruto amesema kwamba upeane useme kazi unafanya. Hebu mjibu, hebu mwambie kazi gani wewe unafanya? Sina kazi nyingine nafanya. Mimi hakuna mtoto nanyonyesha. Bibi yangu ni pasta hana mingi. Ni noma si noma. Ni mbaya si mbaya. Hapa Mombasa mnasemaje? Gigi na Kalonzo walikuwa wakishuka na mimi. Waziri Hassan Joho, Waziri Hassan Joho, Manrigiji amefanya nini? Amefanyia nini familia yenu? Mombasa agenda yao ilikuwa ni Hassan Joho asubuhi, Hassan Joho jioni. Miaka nenda miaka rudi, mumekaliwa na familia moja hii ya Joho. Mimi uniwezi, mimi ni mnoko, mimi ni mbaya, mimi ni adui, ukinikujia na kujia. Wanajifanya ati yao ni Mungu. Ati ukitaka kiti ya governor, ati lazima uende umuinamie ndugu ya Joho. Sana na jina langu wewe, wacha ushamba wewe. Ati Joho anasema ndiye mkubwa ya Mijikenda. Kwani nyinyi hamuna wazee? Hamuna viongozi wamesoma? Tutashikana na William Ruto na tutakubwaga. Ama iko nini? Kwani shilingi ngapi? Kwani shilingi ngapi? Mimi usinikujie. Usinijaribu mimi. Wewe Rigijini mwizi sugu. Watu wakiongelea wewe jifiche. Mombasa mnasemaje? Ati? Baada ya William Ruto ni Hassan Ali. Ati? Baada ya William Ruto ni Hassan Ali. Kwani iko nini? Wakija twaja. Wakileta twaleta. Wakirusha twarusha. Na kama ni noma, jikoboe kutoka ukoloni wa familia ya Joho. Wacha ujinga wewe. Kama ya ODM, sisi wote ni ndugu moja. Hii maneno ya ODM imekwisha. Huyu Kasongo amemaliza ODM. Ameigawanya, imekwisha. ODM oye! Ni broad based ama si broad? Hebu tuone kati ya Sifuna na youth leader Oburu Odinga. Ni nini kinaendelea kati yao? Mimi ndio Sifuna. Nikiwa bado
katibu mkuu wa chama cha ODM leader. Umesikia kenye Sifuna, Edwin Sifuna amesema ati yeye ni nani? I don't care whether somebody goes and declares himself a party leader. Party leader, you can be a party leader of the tree. Wale ambao wanafikiria watatuingizia ufitna kati yetu, tunawaambia ng'oo. Alifikiria yeye peke yake ndiye anajua ng'oo. Youth leader Oburu Odinga, hebu sema you are the duly elected party leader of ODM. Oburu Odinga is the elected party leader of ODM. And if you think you have any other way of taking this thing, I tell you, oh. God have mercy upon us. Sifuna, Edwin Sifuna, umesikia kenye youth leader Oburu Odinga amesema kwamba ati ng'oo. Tunawaambia ng'oo. Alifikiria yeye peke yake ndiye anajua ng'oo. God have mercy upon us. Ndio mkwaruzano wa 2W Media. Usisahau kusubscribe ndani ya YouTube 2W Media, alafu pia vile katika mtandao wetu wa Instagram 2W Media, Facebook 2W Media, alafu pia ingia ndani ya page ya Presenter Wekesa Wazwa. Hebu follow pale, alafu utakuwa nakulatea mkwaruzano wa kisiasa ambao utakuwa nakujia moja kwa moja kupitia papa hapa ndani ya 2W Media. Hiyo ndio support ya kipekee napata kutoka kwako. Anyway, thank you for watching, thank you for listening. Asanteni sana. Tunakuletea, jitayarisha tena kwa mkwaruzano wa kisiasa episode 2.